Sali wapenzi watazamaji katika channel yetu ya kipindi kinachoitwa The Show. Kwenye mic mko na Busta Bruce, behind camera kuna Freddy. Leo kama kawaida niko na mgeni wetu na sio mwingine, ni mkongwe kwenye muziki wetu hapa Abuja Flavor, na sio mwingine. Kwa sasa hivi anatamba na ngoma yake mpya ya style ya mapiano inaitwa mpaka kuche. Nimekuwa nishawaambia kama niko na mkongwe kwenye huu muziki hapa kwetu Abuja Flavor, na sio mwingine, rapper mkali sana. Mambo vipi? Bwana poa sana mzee, fresh kabisa. Naitwa Duniano au KA nite Dunia nzima, wengine wananifahamu kama Franck Duniano. Franck Duniano. Nasikia upo kwenye ndoa, unaishi na mke. Sasa vipi, umefunga ndoa au tu umeingiza tu ndani? Unajua sijafanya ndoa, sijafanya harusi nini, lakini ndio naishi na mama mtoto wangu yani. Kwa hiyo suni tu naweza nikafanya hivyo, yani kuwatambulisha dunia nzima ijue kama bwana huyu ndo wa kwangu. Unajua harusi ndo kila kitu, yani mnakuwa mnajitambulisha kwenye jamii na kwa Mwenyezi Mungu pia. Kwa hiyo Mungu akipenda kila kitu kitakuwa fresh. Na kuna zingine tetesi huko mtaani zinasema kama Franck Duniano haiko tena WANA RECORD, kasha sepa zake, kasha move. Hiyo nayo ni kweli ama? Tetesi kama hizo, unajua kama mimi nasepa pale nasema bwana wazee nasepa, lakini pale mimi ni nyumbani na sikua pale kwa sababu labda nilikuwa na mikataba milefu au labda nimefungiwa sana, labda siwezi kufanya vitu vyangu. Hapana, nilikuwa niko pale kama nyumbani na participate na familia, au sio bwana. Yule blaza Zadie pale, manager pale wa WANA, ni blaza wangu sana, ni mtu kama yani ni mtu ambaye yuko kama ndugu, yani ni zaidi ya ndugu tuseme. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ananisupport na mpaka hivi ananisupport. Unajua mtu kuna support za aina nyingi. Kuna mtu anakusupport kwenye pesa, kwenye ushauri au sio bwana, lakini wote inakuwa ni support. Kwa hiyo pale mimi bado nipo, kwa hiyo ninaweza kwenda na Nick Influence Record nikarekodi, nikaenda kule Revolution kwa Pitch and Pro na rekodi, au naenda kwa Amiri Pro naenda wapi na rekodi, au kwa X Factor, yani hainikatazi kufanya kitu chochote kile. Kwa hiyo pale ni nyumbani mimi. Lakini kunasemekana kwa ndani kama pale ulikuwa na mkataba. Sasa mkataba umekwisha ama? Unajua mkataba inakuaje? Unapofanya mkataba na management yoyote au kampuni yoyote, unakuwa na picha, kunakuwa na press conference. Yani mnakuwa mnatangaza bwana tumesaini mkataba wa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo sidhani hata kama kuna siku mimi nishai kutangaza kama na saini mkataba na WANA au vipi. Hiyo kitu hakuna, nilikuwa sina mkataba wowote. Sawa. Afu wewe na Big Fizzo ukaribu wenu ukoje? Ni ukaribu, yani sio kama zamani, yani ni tofauti sana na zamani. Zamani alikuwa ni mtu ambaye yuko close, familia, ndugu, lakini sasa hivi ni mtu ambaye sio sana, yani hatuna mawasiliano sana, hatuongei sana, vitu kama hivyo yani. Na chanzo ni nini? Au chanzo ni zile bifu za pale kati, umetoana mangoma, mnachanana, mna disi sana, lakini baadaye tukaona mnaenda fanya show pamoja, wanajeshi wote kundi nzima. Sasa imendekaje? Sasa hivi tuko tunaona kusupport, na wakati tumeona timu nzima wanajeshi mmekuwa mmeungana, mkasema mtakuwa mnasupportiana, ukaribu umekufaje tena? Siwezi jua umekufaje au vipi, labda kama jinsi wanavyosema watu wanawazia, labda kwa sababu tushai kufanyaga beef mimi na yeye, labda tukafanya muziki ya kujibiana vitu vya hivi na hivi, lakini sidhani. Lakini kwa sababu muziki ya kujibiana tushafanyaga muziki mingi na wakalipawa nini, lakini tulikuwa tunapiga story na hadi leo tunapigana story nini, au sio bwana? Kwa hiyo sijaona kwa nini anisupport, labda anaona labda kunisupport mimi labda kwake haina umuhimu wowote, I don't know. Afu vipi, wanajeshi bado ipo ama ipo ama imeisha ile siku? Wanajeshi mimi naweza nikasema ipo kwa sababu wanajeshi wenyewe wapo. Yani mimi nipo, T-Max yupo, Macdadi yupo na Fizzo yupo. Lakini sasa kutokana na ile kazi ya pamoja labda kukusanyika tena, nadhani kuna msemaji mkuu pale Macdadi, au kuna general mwenyewe Fizzo, au sio bwana, yeye ndio general mkuu. Kwa hiyo anaweza mkamfuata nyinyi mkamuuliza bwana vipi bwana, mbona amtumiki tena kama zamani, labda captain hapa, colonel hapa, kamanda hapa, na wewe general mkuu, ni vinaona kama kambi imesambaratika, inakuaje? Labda naweza katoa jibu zuri. Kwa mimi upande wangu naona kama tupo vile, lakini tupo kama hatupo,
kwa sababu unaona Fizzo yuko busy na Bantu Boy yake kule, na T-Max yuko na mambo yake kule na familia yake yuko zake mitoni, au sawa, na si wengine tuko tuna hustle, tuko tunapambana vitu kama hivyo. Sasa vipi T-Max basi yeye mwenyewe anakusupport? Mimi nimezunguka kwenye page zake, nimeona umeachia ngoma mpya paka kucha, lakini sijaona ameposti kitu chochote. Vipi, mnawasiliana au mawasiliano na yeye pia amekata? Ya T-Max vraiment tunawasiliana, na siwezi kujua kwa nini labda hajaposti nyimbo yangu, na mimi kweli sijaona kwenye ameposti hata kwenye status zake, kwa sababu ni mtu ambaye tunaongeaga sana. Sijaona anaposti, na mimi sasa siwezi kumwambia mwanangu wewe nipostie bwana, unaona vitu kama hivyo, lakini yeye project anaijua kabla hata haijafika kwenye jamii. Ni mtu ambaye akatinaifanya na namtumia mwanangu, nasikiaje hiyo project bwana, iko fresh, iko poa bwana, poa bwana, kosoa hapa kosoa hapa. Kwa hiyo ni mtu wangu wa karibu, kwa hiyo kuto kuposti kwake labda siwezi kufahamu ni kwa nini. Sasa kwa nini hujamuuliza sasa? Unajua mimi sinaga ile tabia kumtumia mtu link nimwambie ni post. Ndio naonaga hata kuna wasanii wengine wananitumiaga mimi link zao na audio, wananitumia bwana nisaidie utuposti. Naonaga hata na sio watumiaji kwa hata mashabiki, unamtumia shabiki ngo ni post hivi na hivi nitilie kwenye status. Mimi hiyo tabia sikuagi nayo. Na watu wengi wanasema umefeli sana kwenye muziki, yani siku hizi au hit tena kama mbele. Watu kama unawajibiaje, unaambia nini? Hayo ni maono yao. Unajua mtu akiona kitu usimkataze. Yani unajua mtu ashakwambia bwana yule pale ni ng'ombe, alafu uje kumwambia bwana yule pale ni farasi, unakuwa unamchanganya, unaona? Kwa hiyo yeye ashaona mimi nimefeli. Kwa hiyo labda kizuri angenifuata afa naambia bwana Frank unafeli hapa na hapa, afanya hivi na hivi na hivi, afu hautafeli tena, ni utarudia katika ile level yako ya zamani. Lakini mimi sipendi nirudie kwenye ile level ya zamani, hata kama nilikuwa na hit sana, nataka nirudi nije na level nyingine, yani tofauti, yani kubwa zaidi ya pale jinsi nilikuaga. Kwa hiyo mimi bado napambana. Labda naweza mimi kwa upande wangu naweza ngasababa kinachonifelisha ni ile kukosa management labda nzuri ya kufanya muziki wangu ukue vizuri. Yani nafanyaga muziki mkubwa, audio ndio audio unasikia ni kubwa, lakini inakosa kitu video kubwa, au sio bwana? Kwa hiyo vitu kama hivyo vinanikwamisha katika ufanyaji wangu wa kazi. Ndio changamoto ambazo napata, zinaona mimi mwenyewe nakaga nasemaga hizi zinanifelisha hapa. Lakini kama napata true ya kupata management nzuri ya kunikamata na tukafanya kazi kiprofessional zaidi, na mimi nitafika mbali sana. Sasa wewe mtext hata Big Fizzo mwambie sasa bro tunafanyaje? Mbona huko ndugu? Unaona tufanyaje? Tuingie mkataba, tufanye kazi kwa pamoja kama ndugu, kama brother. Ili tusiote tupush ili tupate mpunga kwa pamoja. Umeshawahi mwambia hilo au bado tu umepuuzia tu au umekausha tu? Au umeshawahi mwambia brother kakausha? Unajua vitu kama hivyo mimi siwezi kumwambia kama yeye, unajua hata jamii jinsi natufahamu na yeye ushirikiano wetu na nini, siwezi kumwambia vitu kama hivyo ngo blaza ni inue labda nimeteleza au vipi. Yeye kama anaona yuko kwenye mazingira, naona anawasupport wasanii wengine wakina Double J, wakina Kilikuwa, wa Msamaria, nimeona hata ameachia ngoma mpya hapa. Umeona ni yuko usimamizi wa Bantu Boy, yani usimamizi wa yeye. Double J na Kilikuwa amesha remove. Ndio wametoka, lakini walikuwa pale na imewasaidia sana ile Bantu Boy. Hata kama walitoka hatuwezi kusema kama pale labda walikuwa kwenye hali mbaya, labda walikuwa wanakandamizwa au hawakufanya kitu, hawakushine au sababu watu wengi hivi kuwajua Double J na Kilikuwa yani ni kupitia Bantu Boy. Kwa hiyo yule anajua talent yangu, ni mtu tumeishi naye, tumefanya naye kazi nyingi sana, performance, studio, kila kitu, videos. Kwa hiyo ananifahamu talent yangu iko wapi. Yeye ni mtu tu akoniambia bwana Frank bwana enjoy hapa, au wanajeshi wote, sio mimi tu, hata wanajeshi wakina Magdadi, wakina T-Max, tukawa pale Bantu Boy, lakini tukawa tunatangaza wanajeshi au sababu na Bantu Boy iko pale natangaza studio yake na nina management yao. Kwa hiyo ingekuwa kitu rahisi sana. Kwa hiyo mimi siwezi kumtext mwana, ndio naweza labda ndio bwana unaweza, unajua kuna something mnaongea naye anambia bwana bro bwana unaweza nisaidia nikafanya kitu fulani, kwa sababu mimi naongeaga sana na Endomike ni mchizi wangu, aliwahi kuniambia bwana mwanangu Frank mimi nakumbuka kufanya kazi na wewe bwana, tumefanya kazi kitambo na wakina Frank jina soka Treve tu, haikufanya hata collab naye kwa na Endomike, ndo alifanya hiyo project. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ananiita sana Bantu Boy, akanambia kinda mimi nikikuita hivi itaonekana ni au kama, lakini ongea na blaza labda inaweza ikawa fresh afu akiconfirm tu fresh tunafanya project. Sasa katika ile harakati ya kumtext yule kumwambia bwana mimi nimeongea na Endomike nataka nje kufanya kazi hapa nifanyie project, kwa hiyo sikupata jibu lolote. Kwa hiyo
kwa mtu amemwambia tunakuja kufanya project tu moja, tena producer yake ndo ameni propose bwana da, mimi nakumbuka kufanya kazi na wewe. Sasa unaona ukimwandikia tena vitu vingine bwana da, Bantu Boys sijui anishike mkono blaza kama unavyowashika wengine sio hivi na hivi, haiwezekani. Hata nitakuwa nimedodea lido yani. Sasa tumeona umeachia ngoma kali kabisa, tunde ngoma iko sawa ya mapiano. Sana watu inasemekana hizi siku watoe video, sitegemee video ama hamna cha video tena. Ya wategemee video kwa sababu hii ngoma nimeachia kuna challenge ambazo zinapita mitandaoni, nimeposti, radio zinazungumzia uso bwana. Nimeshazungumzia sana hilo swala na bado inaendelea mpaka sasa hivi. Kuna challenge ya tumewaalika wa dancel, umeona waje wachukue video ya dakika 1 au dakika 1.5 wacheze ile nyimbo ya mpaka kuche. Alafu mshindi wa kwanza sitatoa zawadi. Mshindi wa kwanza atapata 300,000, yani trua samili. Mshindi wa pili atapata 200,000, mshindi wa tatu atapata 100,000. Alafu baada hapo tutaingia location nao wa danceli ambao watatoka washindi, yani mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu wote tutakuwa nao kwenye video na tutaweza kushoot video. Haya, kwa kumalizia watu tungependa tusikie kapela ya mapiano. Yani siku hizi Franck achani tena sana, ili akuchana sana na wakinoma, amestopisha kidogo. Siku hizi anatupa mapiano, tumevuka South Africa kidogo. Wanadata na mimi, sijui wanadata na nini. Wanashoboka na mimi, sijui wanashoboka na nini. Labda hizi pamba zangu, labda hizi pozi zangu, labda hizi flow zangu, labda hizi swaga zangu. Walete waje hapa, walete wote waje hapa, walete waje hapa, walete pala panda, pala panda, pala panda, pala panda, sema mpaka kuche, mpaka hakuna kulala mpaka kuche, oyo mpaka hakuna kulala kipopo, mwendo wa kipopo woza wena. Bwana sana tu ze Duniano inze sana. Yo the show. Asante sana kwa time yako. Bwana thanks sana bro wangu. Tunashukuru, next time tutaonana tena. Bwana mimi nakushukuru wewe na hapa hii the show au so bwana, kwa ushirikiano wenu, kwa support yenu tunawakubali sana. Asante sana.